Inawezekana ukapata mimba na mimba ikaharibika na usijue kabisa, na wanawake wengi sana nimeshuhudia wakiwa na kesi za mimba kuharibika na hawajui, anakuja kujigundua baada ya kuchunguza, naambiwa uliwahi kupata mimba lakini iliharibika. Sasa mimba inaweza kuharibika katika namna zaidi ya 5, lakini common ambayo wengi wanafahamu ni ile ambayo ni ya kuharibika na kuona kabisa kile kiumbe uchafu, ile masalia yametoka, mtu anathibitisha kweli kwamba mimba imeharibika. Sasa aina ya kwanza ambayo ni commonly inaweza kujitokeza ya mimba kuharibika, hii tunaita threatened miscarriage. Threatened miscarriage ni hali ya mimba umebeba na umeshapima kipimo kimeonyesha positive, lakini unaanza kupata dalili za mimba kuharibika ambazo nitazitaja mwishoni. Lakini hizo dalili zinaweza zikaendelea kuexist kwa zaidi ya miezi miwili, ila mimba still ikawepo na unaweza ukafanikiwa kukuza hii mimba mpaka ukajifungua, licha ya kwamba kuna dalili za kutishia mimba kuharibika. Aina ya pili ya mimba kuharibika, hii ni complete miscarriage, kwamba mimba imeharibika, ule uchafu umetoka, damu zimetoka na kiumbe umethibitisha kweli kwamba umeona kiumbe kimetoka, na unaenda kufanya vipimo, unagundua kwamba hakuna kilichobakia kwenye mji wa uzazi. Kwa maana kwamba yani inathibitisha kweli kwamba mimba imeharibika na hakuna kilichobakia, labda tu ni damu zinaendelea kufanyaje kutoka. Hapa inawezekana usihitaji huduma yoyote, kwa sababu hakuna kilichobakia kinachoashiria kwamba unaweza ukapata madhara yoyote kutokana na aina hii ya uharibikaji wa mimba. Na mara nyingi hii ndio inayotokea wanawake wengi, ambapo wao hujigundua kwamba mimba imeharibika kwa sababu ameona kitu kimetoka na uchafu na vitu kama hivyo. Lakini aina ya tatu, hii ni incomplete miscarriage, kwamba mimba umebeba lakini imefikia hatua imetoka, imeharibika. Baada ya kuharibika, baadhi ya uchafu umetoka, baadhi ya masalia, tishu na nini vimetoka, lakini bado kuna mabakia yanayohusiana na ule ujauzito ndani ya mji wa uzazi, ambapo hii inaweza kuwa ni ya hatari, kwa sababu ni lazima kuwepo na medical intervention, kuwepo na huduma za kitabibu za kukusaidia ili kuondoa yale masalia, ule uchafu usiweze kupelekea infection, like labda kufanyiwa manual vacuum aspiration au MVA kwa maana ya kusafishwa, au kupewa dawa ya kusaidia kusafisha, kutoa ule uchafu. Lakini pia pengine damu imetoka nyingi sana, kupewa dawa ya kwenda kudhibiti ile anemia, damu iweze kurejea. Kwa hii ni aina mojawapo ambayo ni mbaya au ni hatari, kwa sababu isipotolewa huduma inaweza kupelekea pia hata umauti kwa huyu mwanamama, regardless kwamba imetoka yenyewe au kuna sababu imehusika ya nje like ajali. Lakini aina ya 4 ni inevitable miscarriage. Hii ni ambayo hatuwezi kuikwepa, kwa maana kwamba umebeba ujauzito, lakini ndani ya wiki kadhaa au miezi kadhaa unaanza kuexperience zile dalili za mimba kutaka kutoka, kama vile maumivu ya nyonga, ya kiuno, maumivu ya mgongo, matone ya damu na spot like that. Lakini tayari kile kiumbe kimeshafikia tu kwamba labda kimesha fariki, hakikui tena, mimba imesha haribika. Kwa hapa ni kwamba hii mimba hatuna namna ya kuweza kukuhudumia ikaweza kufanyaje kuendelea kukua, au mtoto akakua, mimba ikafanikiwa kuja kujifungua. Hii ni inevitable, tayari ipo katika hatua ambayo ni lazima tu upewe huduma. Hii mimba hakuna namna ya kuweza kuizuia. Lakini aina nyingine ya miscarriage, hii tunaita missed miscarriage, kwamba mimba umebeba, baada ya kubeba inafikia hatua kile kijusi kinashindwa kukua, kinashindwa kuendelea, mabadiliko yale yanashindwa kuendelea. Kwa hiyo yule mtoto anavyoshindwa kukua, kinga zako za mwili kwenye mji wa uzazi zinatem na kujua kwamba hiki ni kitu kigeni ambacho hakihitajiki mwilini. So kinga mwili zinazalishwa na kupambana ama kushambulia kile kiumbe. Kinachojitokeza ni kwamba mara nyingi hii tishu au hiki kijusi au hiki kiumbe kina dissolve au kinapotea katika mji wa uzazi, kwa lugha nyepesi kusema kinamezwa. Kwa hiyo unakuta hauoni damu, hauoni matone, ila tu unaona zile dalili za mimba ghafla zimepotea, na ulipima UPT ikawa positive, ulifanya ultrasound ikaonyesha mimba ipo. Mara nyingi huwa inachanganya kwamba inakuwaje, nilipima nikaona na ujauzito positive, nikapima ultrasound mimba ipo, lakini baadaye dalili sizioni na napima kile kipimo cha mkojo hakionyeshi. Hiyo huwa ni missed abortion au missed miscarriage. Lakini aina ambayo ni ya hatari zaidi pia ni recurring miscarriage. Yani hapa mwanamama unakuta mimba unabeba, yani kwa hiyo mimba sio tatizo, ila kukuza mimba mpaka ifikie ujifungue inakuwa ni ngumu. Na mwanamama ambaye ana recurring miscarriage ni yule ambaye anakuwa na mfuatano wa mimba kuharibika zaidi ya 3, kwa mimba ya kwanza miezi 3 4 ikaharibika, akawa muda akabeba nyingine
wiki kadhaa ikaharibika, akakaa muda akabeba nyingine, kwa hiyo inakuwa ni 3 or more consecutive miscarriage. Anakuwa amebeba mimba na zimeharibika, lakini kwa kufuatana. Huyu ana recurring miscarriage. Kwa nini hii ni hatari? Ni hatari kwa sababu kitendo cha kufuatana kwa mimba kuharibika kinaelezea kwamba hata mimba unaweza kuja kubeba nyingine inaweza kuharibika pia, kwa sababu it's either haujui ni nini sababu ya hii mimba kuharibika, au pengine haujawa managed well kutokana na mimba iliyoharibika. Kwa hiyo bado mji wako wa uzazi haujawa well healed kuruhusu ubebaji wa mimba nyingine. Lakini pengine sababu zilizopelekea mimba iharibike sio wewe, ni sababu za genes, ni sababu za DNA, ni sababu za kile kiumbe. Labda kuna incompatibility baina ya rhesus factor za kwako na za baba. Mtoto anakuja amebeba rhesus factor za damu ya baba na pengine wewe ni rhesus factor negative. Kwa hiyo kuna namna itakuja kupelekea mimba zitakuwa zinaharibika zaidi. Lakini hatari nyingine kwenye hii, huyu mwanamama ni kati ya wanawake ambao wanakuja kuishi katika hali ya msongo wa mawazo zaidi, wanakuwa emotionally hawako okay, anakuwa na maumivu ya muda mwingi, anakuwa na trauma ya muda mrefu ambayo inapelekea ajikute muda mwingine hata akishuhudia mwanamke mwingine akiwa na mtoto anajisikia vibaya, sio kwa sababu anaona wivu, no, anajisikia vibaya kwa sababu anakompea muda ambao amekuwa kibeba mimba lakini hazikui. Sasa ni zipi dalili ambazo ukiziona inatapaswa uzingatie au ufuatilie kwa sababu zinaashiria mimba kuharibika? Dalili ya kwanza ni utakapoona umeshabeba mimba, umepima ni positive, alafu ukaanza kuona spot, matone ya damu au damu kama ya hedhi inatoka. Japo kuna wale ambao wanapata matone ya damu, kwa mfano wenye kesi kama vile za placenta previa au placenta abruption mwishoni, unaweza kupata hiyo hali. Lakini kuona matone ya damu ukiwa ni mjamzito ni hali ambayo utakiwa kuvumilia, unapaswa kwenda hospitali. Lakini dalili nyingine ni hali ya kupata maumivu ya nyonga, hasa chini, ambayo yanakuwa ni like yanavuta, kama vile unavyokuwa unapata dalili za kujifungua. Kama ulishawahi kubeba mimba na ukajifungua, dalili zile za kujifungua za uchungu unaanza kuzipata mimba ikiwa na wiki 2, ikiwa na miezi miwili, ni ishara kwamba mimba yako inaelekea au inatishia kuharibika. So you should not wait, unatakiwa upate huduma hospitali. Lakini dalili nyingine ni hali ya kupata na zile hali ya some discharges, unatoka mchafu sio uelewa, sio damu, ni majimaji ambayo hauyaelewi yakiambatana na maumivu ya tumbo la chini, ni ishara ya awali ya kwamba mimba inatishia kutoka. Lakini dalili nyingine ni maumivu ya mgongo, hasa chini huko. Hii ni ishara kwamba huenda mimba yako inatishia kuharibika. Lakini kitu kingine ni kuona umetokwa na vitu vichafu ambavyo uvielewi, like tissue, mabonge ya damu, kitu kama vile kielewi wakati mimba ina wiki kadhaa, miezi kadhaa, ni ishara kwamba mimba inaharibika. Sasa katika haya unaweza ukapata dalili moja tu na ikatosheleza kupelekea mimba ikafikia kuharibika, au ukazipata zote lakini bado zikasaidiwa ukawa managed, ukatibiwa, mimba isiharibike. Kwa maana hiyo, ukiona dalili kama hizi, ni muhimu zaidi kuanza kutafuta ufumbuzi hospitali.